Kwenye kiza hiki alipokuwa anatoka ni kama anahisi kitu. Kuna mingurumo ni kama anaisikia. Akaanza kurudi haraka kulilipokuwepo gari. Dogo yuko ndani ya gari na yuko safi tu, yuko salama, hana shida yote. Sandra! Sasa anamuita mama yake, Charlie anamuitaga jina lake kabisa. Anamuita Sandra. Sandra alipokuja kwa kuwa nilipatwa na wasiwasi, akapanda kwenye rufu kule juu kabisa. Ni kama nahisi kuna kiumbe ambacho hakieleweki hapa. Sasa anamwambia Sandra, mbona umeenda juu? Hambia, angalia kuna kitu. Dogo anaangaza labda aone naye ni nini hicho. Mama yake anasema kuna kitu. Kishindo, sauti kama la jibwa hivi. Bonge la dude la mbwa, la nguruma kweli kweli. Mama kumbuki ana ile paprenji. Sasa mbwa aliposikia sauti ya kelele ya ndinga kachimba zake. Do. Jaribu kuvunja takio cha mbele wapi? Piga. Hiyo nilipa prenji ilichuma kabisa. Kioo hakivunjiki, kimekataa. Kata. Just stay calm, please. David, breathe. Akiacha kuyara sigari na inaacha kelele. Mommy just worries too much. Alihangaika mpaka atua amechoka, akaona bora endelee kupumzika tu, akiwemo humo juu ya hilo gari, yani atulie zake huko tu. Amebaki kulia, hakuna msaada wote. Dogo haelewi kitu wala hana majibu, ametulia zake tu pale. Mwisho akaanza kama kusinzia bwana mdogo. Ikabidi mwenyewe ajizimulie tu na sigara yake ya kusokota msokoto. Mambo imekuwa tight sasa, inabidi apumzike. Hana la kufanya, hana hili wala hana lile. Yaani hana lile wala na hili. Ilimbidi apumzike, asubirie labda pakikucha, labda kuna msaada unaweza kutokea kwa upande wake. Stay calm. It's all gonna be okay. Anasema stay calm, everything gonna be okay. Tulia. It's gonna come find us. Anasema kila kitu kitakaa sawa. Amini tu ni kwamba haya utashinda pia. Anaamini kwamba atashinda ya mambo muda sio mrefu. He'll call anyway. Ni kimya mno. Baridi ni pia ipo. Kula fegi yake taratibu, michili na tomato kijiwaza na kujituliza kimaneno tu bibia. Wanamuita Sandra. Or maybe he won't. This might be the perfect way to get rid of us.
Vyovyote inavyotokea ni kwamba mwanadamu kuna wakati wake mgumu na mkutaga. Kwa hiyo lazima nipambane na wakati wangu mgumu. David, look. Ni kama anajicheka, anahisi kama I wish. Anasema itakuwa sawa. Kajilaza pale kwenye boneti, kwenye kioo cha mbele. It's just a... Atafanyaje sasa? Yuko peke yake na mtoto yuko ndani ya gari huko. Airport 1. Anasema airport 1 ndo usawa aliokuwepo. Sasa usiku nao nafasi yake kaanza kuisha. There's an airport nearby. David. David. Sasa namchungulia David. David? David? David. David. David, where are you? Sasa umeenda wapi tena David? Yaani David inaonekana kama mlango aliufungua. David? Sasa naanza kuita tena David. Anashtuka, alikuwa akiota kama David alifungua mlango, kumbe kumekucha asubuhi. Na lile limnyama loligonga liko mbele ya gari. David. Sasa kabidi aende kwenye ndinga muangalie David. Anakuta mwamba amechili pale pale. It's okay. Everything's okay. Ambe usijali, kila kitu ni sawa David. Sasa exit ni hii hapa, kipandisha tu juu. Transmission inasoma kwamba mlango ni exit kifungua. Your bear suit. Anaambia huyo mkanda wako huo, Just try to... ukiuchomoa tu mlango utafunguka. Hey, everything's okay. Mama kizidi kumwambia Masi mambo yatakaa sawa David. Mommy has a gift for fucking up. Mama yako yuko hapa, hakuna kitakachoyumba cha moja kwa moja. Kwa hiyo usijali. There's an airport nearby and I'm sure there's someone there that can help. Akizidi kumpa maneno ya mazuri mazuri David. Jua limechomoza ni kali, eneo hili halina tadalili, lakini exit hii hapa na temperature ipo sawa tu humo ndani. Let's get you some shade. Okay, sweetie. Mommy has to go now, but I'm going to come back with some help. Don't go. Hakuna namna yote ya kusaidia. Sweetie. David anasema anasikia njaa, anataka msosi. Atakulaje sasa na kati mama ipo nje ya ndinga? Simu ile pale chini imedondoka. David amechoka tangu jana usiku mpaka sasa hivi. Sasa amebakiza kulia tu David. I know it's tough for you, but you gotta. Najua kwamba wewe ni mtoto mjanja. Brave, you gotta be strong. Kwa hiyo najua uko vizuri, uko strong. Ni kwamba sasa kama utaendelea kukaa hapa itakuwaje? Hali so hali, mambo ni mzube zube mpunyenye. Binti hana la kufanya, kashindwa kufungua gari au kuingia ndani. Sasa kabidi kusogea mbele kidogo eneo hili, kama angepata fursa au namna nyingine yoyote kwa ajili ya msaada. Alitembea umbali kidogo. Hakuna hata mtu wa kupita kwenye rodi kwa muda huu tangu jana usiku. Wako wenyewe tuna maporomoko haya. Mama
Mwanaume anasema Mungu wangu, hichi ni nini ambacho kimenikuta mimi leo? Yaani ni mambo ya ajabu kweli. Eti gari kukataa kufunguka, mtu kuingia ndani ya gari imeshindikana, ndo mateso yote haya. Sasa afika mahali amechoka kweli. Sema pumbavu hii fucking cross. Hakuna hata kupita. Hii macross yanaita maanisha hizo cross ni barabara zenye mkato hizo road. When you're old enough. Amechoka naye mwenyewe. Njaa imemtwanga. Hakuna kitu. Ni jangwa tu la kimsitu wa kimtindo na milima yenye maporomoko yasiyoeleweka. David ndani ya gari analia njaa, kashindwa kufungua ndinga hiyo. Maji, nasikia sauti ya maji. Sauti ya maji ni kama anaisikia maji kuporomoka huko. Ni kweli. Maji yana magadi vibaya mno. Machuchu na machachu haeleweki. Jua limekubali kweli kweli. Hali ni mbaya sasa, siku inakwenda sasa siku ya pili, maana kutoka jana mpaka sasa. Na walijichukulia vibaiti vidogo vidogo kwa ajili ya kufika eneo husika, wakiamini gari itawafikisha. Sasa gari kuwafikisha naweza, lakini sasa system walioitumia kutumia gari hii kidogo imemchanganya mama. Mambo yamekuwa tight kweli kweli, yani ni kizaza. Jaribu kuangalia kama kuna kitu chochote. Cheki jua linavyochoma hii ardhi manake, yani hapa jua ni kali mno. Fika mbele anakutana kuna chopa hapa. Hii chopa naye haijulikani ilifeli au ilifanya nini. Alipoona tu akagundua huu msaada. Tutapata chakula, tutapata spana, tutapata wataalamu wa kwenda kufungua ile gari mlango niendelee na safari. Mzigo hapa mzee. Exit iko kidogo. Kidogo tu. Gari huko kaanza kujiconnection yenyewe. Binti anaita msaada, bibi Sandra.